yani kapiga murji wake alafu wakafa nao. Mwingine kalewa, kanywa pombe, kaendesha chombo, kapata ajali, kafa. Ile pombe imo mwilini, ndo anakufa nayo, imo tumboni, na nyingine ishaingia kwenye blood circulation, kafa. Ukifa ile damu sio kwamba inamwagika, labda uchinjwe. Mefahamiana? Uchinjwe kwenye mishipa mikubwa, damu itamwagika. Lakini ukifa kifo cha kawaida, vitu vyako vyote vilivyomo mwilini unalala navyo. Kwa hiyo Mtume akatolea mfano huu. Pengine mtu anaswali, maana wengine maustazi, lakini siku moja moja wanakonga nyoyo. Sasa hiyo siku ulokonga nyoyo hiyo, umetoka day out, umekwenda viwanja, umechukua na demu wako, ukapiga murji wako, kumbe mauti ndo siku hiyo yanakukuta huko katika hali ya Uislamu. Uislamu umeupalikizwa. Sasa mamata sakaramu, mtu yoyote anayekufa na ulevi, yani kafa kesha kunywa, kafa nao, dakhala fi qabrihi sakaramu, akizikwa anaingia kwenye kaburi lake akiwa mlevi, anazikwa na ulevi wake. Wa yakhruju min qabrihi yawm alqiyamati sakaramu, na atakuja kutoka kaburini mwake siku ya kiyama likipulizwa baragumu. Sio kwamba Allah anaumba miili mipya, mwili ule ule uliolala pale, pamoja na kwamba umeoza, Allah ana restore, anaurejesha vile vile na vitu vyake. Kwa hiyo akitoka kaburini mwake anatoka mlevi na ni shai yake. Wayalqa rabbahu sakaranun, kwa maana hiyo mtu huyu anakutana na Mola wake akiwa mlevi. Kama kanywa ulevi wa gongo, kanywa wa kizungu brandi, sijui kanywa Johnny Walker, kapiga unga, kafanyaje, kajidunga, akiamka anaamka na kile ambacho kafa nacho, anakutana na Mola wake hivyo. Ushahidi wake anakwenda nao mwenyewe kwa Mola wake. Akapiga na mfano mzuri kwenye hadithi hiyo, akasema wamamata muhriman, na mtu ambaye kafa kahirimia hija, katoka kwao kaenda Maka, kafika mikati, keshahirimia hija, mauti yakamkuta akafa. Na hata kule wanakufa watu, kila saa tunayoswali tunaswalia maiti. As-salatu ala al-amwati yarhamukumullah. Jamani, tunawasalia maiti wengi, tusalieni, Allah akurehemuni. Kwa hiyo inawezekana mtu katoka hapa kaenda kufanya ibada, hija au umra, kafa kule, lakini kafa keshatia ile nia ya kuhirimia hija. Mamata sakaran, man mata muhriman, atakayekufa kishahirimia hija, yakhruju min qabrihi yawm alqiyamati mulabbiya, akitoka kaburini kwake siku ya kiyama anatoka na talbia. Talbia ni ile kusema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Sasa kilichosemwa kwenye takwa, kujiandaa na siku ya kuondoka, maana yake ujiweke tayari. Mauti yakikukuta mahala popote yasikukute vibaya. Nasi hatushi kupanda magari, madaladala, njiani humo mna mapikipiki, mabodaboda na hivi. Wengine tunaanguka mikarafuu, tunatafuta chochote riziki. Umetamani nazi, unapanda mnazi, unakukataa, unaanguka, ndo sababu ya kifo. Sasa kifo na mtu haviko mbali, wakati wote kifo kinakuandama tu. Al-isti'dadu liyaumi rahili ni mtu uchunge maisha yako. Sasa hivi niko hai, lakini wakati wote mauti yanaweza yakanifika. Sasa ujiweke tayari, ikiwa mauti yatanikuta sasa hivi, basi yanikute niko vizuri, nikiondoka duniani niende kwa Mola wangu salama. Kama una tabia hizi, wewe ni mcha Mungu, unaishi kwa kumwogopa Allah, usimkosee, unaishi mambo yako unayoyafanya yanakubaliana na mwongozo wa Qur'ani,
unaishi kwamba wewe kwenye machumi yako unaogopa kufanya makosa ya haramu, na unaishi kwamba una tahadhari yasije akakukuta mauti nje ya mila ya Uislamu. Unajiandaa mauti yakifika wakati wowote yakukute kwenye Uislamu, kama tulivyoambiwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Msije mkakubali kufikwa na mauti ila yawafikeni mkiwa bado mko kwenye Uislamu. Kuna mambo mengine watu wanayafanya kama Uislamu wameupalikizo kwanza, wanafanya starehe zao, na mauti hayana miadi. Kama nilivyosema, kama ndo muda umefika, yanakuja kukuchukua mahala pabaya nje ya Uislamu, unakufa sio Muislamu. Kwa hiyo kama ni mtu mwenye kumwogopa Mungu, unatakiwa na hili ulichukulie tahadhari.